Karibu sana mtazamaji na msikilizaji wa FM Show KE popote ulipo na popote ambapo unatutizama. Kwa sasa tunaangazia moja kati ya visa ambavyo vinapata kuongelewa sana ikija katika mitandao ya kijamii. As of right now, kuna kisa fulani ambacho kinahusiana na ambaye alikuwa police boss hapa nchini aswa katika jiji la Nairobi, Mr. Mwangi ambaye alipata kuiaga dunia hapo jana na taarifa kuweza kugonga vyombo vya habari. Leo kisa fulani kimepata kuchapishwa na gazeti la The Nation Media Group ambalo ni gazeti la Daily Nation. Kisa hiki kimepata kuongelea kuhusiana na simu iliyotoka kwake Mwangi pamoja na Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Simu hii ikielekezwa kwa ambaye alikuwa mkurugenzi mkuu katika tume ya uchaguzi ya IEBC. Inaaminika katika siasa za mwaka 2022 mengi yalipata kuchipukia, ikiwemo ni jinsi ambavyo Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na aliyekuwa Inspector of Police Mwangi walivyopata kupigia simu IEBC chair. Now, speaking about this, a publication by the Daily Nation that has got the attention of the nation, we dive deep into the story. The former police boss Zachary Mwangi passed away on 11th February 2021 while receiving treatment at Nairobi Hospital. He was a man whose career had many controversies, conquest, and a powerful instrument for the powers to be. Mwangi's career has been eventful. One of the major incidents is when the former police boss accompanied the then First Lady Lucy Kibaki as she stormed the Nairobi Media Group. Another incident happened when he was the head of security at Bomas of Kenya, the tallying center of the year 2013 presidential polls. Uhuru Kenyatta, who emerged the winner in the 2013 elections, could not reach Isaac Hassan on his phone. Isaac Hassan was the chair of the Independent Electoral Boundaries Commission at the time. In his book called Referee of a Dirty Game, Isaac revealed how Uhuru Kenyatta used Mwangi's phone to reach him. Isaac Hassan in his book wrote that he had formed a habit of ignoring calls from members not in his phone book, and since he had not saved Uhuru's number, he ignored several of his calls. Uhuru was then forced to use Mwangi's phone to reach the IEBC chair and sent him a message. Message conveyed through Mr. Mwangi's phone was, "I do not want to steal anyone's vote, but don't expect mine to be stolen. I know I have won fair and square. Just do your job." Later on, Uhuru Kenyatta was announced as the fourth president of the Republic of Kenya and he served the country for 2 terms. Nilikuwa naongelea siasa za mwaka 2013, si siasa za mwaka 2022 samani. Ndio Uhuru Kenyatta alipata kuitumia simu ya mwenda zake Zachary Mwangi kuweza kumpigia aliyekuwa msimamishi wa tume ya uchaguzi nchini Kenya, Isaac Hassan, ambaye alipata kustaafu na alipata kudhihirisha haya katika kitabu chake ambacho alichokiandika kuhusiana na The Referee of a Dirty Game, yani msimamizi wa mchezo ama karata chafu ya siasa nchini Kenya. Ni hayo kwa sasa, tuungane katika video zetu zijazo. Mie niite Mwanda.